vipi tutaleta jamaa baina amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuvua viatu katika makaburi na kauluhu sallallahu alaihi wasallam kwamba maiti huwa anasikia nyayo za wanaotembea. Naam. Asli ya haya masala ni kwamba kama alivyoeleza mwenye swali, ameuliza swali zuri la kielimu, ni kwamba kuna hadithi ya mtume alayhi salatu wasalam kwamba kuna bwana mmoja mtume alimuona kaburini, alikuwa amevaa viatu vya aina fulani vinaitwa asibtiyatain. Viatu vya asibtia ni viatu vya ngozi vilivyotengenezwa na ngozi ambayo imesafishwa vizuri, inaitwa viatu ni'al sibtiya, bili sibtiyatain. Mtume alayhi salatu wasalam alimuona huyu sahabi aitwa Bashir ibn al-Khasasiyah, alimuona huyu sahabi Bashir radhiallahu anhu, asema nikamwona mtu yuaniita na nasikia munadi yuanilingania nikiwa makaburini, nikiangalia naona kwamba ni mtume alayhi salatu wasalam aniambia, ya sahib an-na'alaini asibtiyataini, ewe ulivaa viatu hivyo viwili vya ngozi vya sibtia, ikhla'uhuma, vivue hivyo viatu, hufai kuvivaa ukiwa hapa makaburini. Baadhi ya ahli ilm kama vile Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala akafahamu kutokamana na hukumu hii au kauli hii ya mtume alayhi salatu wasalam kwamba kuingia makaburini kwa viatu ni makruh, karaha ya kuingia makaburini na viatu. Huu ni ufahamu akasimama nao baadhi ahli ilmi kama vile Imam Ahmad bin Hanbal. Wanazuoni wengine hawakuelewa hivyo kwa sababu wameona kwamba kuna hadithi nyingine kama hivi alivyotaja mwenye kuuliza, kuna hadithi nyingine kwamba maiti anapozikwa, ni hadithi sahih kadhalik, basi yule anapozikwa pale yule maiti huhisi na husikia kila kinachoendelea pale kwake, mpaka husikia qar'a ni'alihim, yani kwa Kiswahili mlio wa viatu vao vile wanavyotembea wakiwa wanatoka. Kwa hiyo mtume alayhi salatu wasalam katika kutaja qar'a an-ni'al, mlio wa viatu, katika akiwa anamzungumzia maiti aliyoko kaburini, ni anatoa ishara kwamba watu huwa wamevaa viatu. Kwa hivyo kutokamana na hadithi hii ya pili, wanazuoni baadhi yao hawakuelewa ule ufahamu wa Imam Ahmad bin Hanbal kwamba ni makruh kuingia makaburini na viatu. Maana hii hadithi inaeleza kwamba inajuzu, maana maiti anasikia mlio wa viatu, kwa maana kwamba wale waliokuja kumzika wamevaa viatu, ndio maana wakasikia mlio wao, akasikia mlio wa viatu vyao. Kwa hiyo wale waliosema kwamba inajuzu, inabidi hii hukumu waieleze ni hukumu ya aina gani. Kwa hivyo wakaja wakaifasiri hukumu. Sasa maana yake nini? Al-Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala katika kuja kueleza hii hukumu maana yake nini, wakakusudia wakasema, huenda ikawa mtume alayhi salatu wasalam labda ameona kwamba huyo sahabi Bashir viatu vile vilikuwa vina uchafu au vina najisi, au ni kwamba kwa sababu ya kwamba alikuwa anakanyagia makaburi. Kwa hiyo mtume alayhi salatu wasalam akamkataza kutokanyagia makaburi kwa viatu. Kwa hiyo ile hukumu ya kuambiwa kuvua viatu ilikuwa ni mahsus, ni kwa sababu ya ima viatu vilikuwa vina najisi au vina uchafu, au kwa sababu alikuwa anakanyagia makaburi kwa viatu, na kukanyaga makaburi kwa viatu ni jambo ambalo linapingana na adabu za Kiislamu na ikram ya yule maiti na heshima ya yule maiti aliyoko kaburini. Ndio maana hata kukaa kwenye kaburi pia si sawa. Na akatoa hoja nzito Imam Tahawi rahimahullah, asema imethubutu hadith sahih kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alionekaniwa akiswali kwa viatu akiwa msikitini. Hasa ikiwa ameingia msikitini akiwa na viatu, maana yake ni kwamba fil maqbara au la kuingia na viatu. Hakadha qala al-ulama rahimahullah ta'ala. Na wengine wakatoa maelezo mengine kama vile al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani katika Fath al-Bari, wakatoa maelezo mengine kwamba ile nahi imekuja
ni kwa ajili ya kwamba hivi tulivyotaja kwa sababu ya kukanyaga makaburi na viatu, lakini ikitokea kwamba hakuna viatu itakuwa ni bora. Kwa hivyo alhasil hii ni ikhtilaf ya mafhumi vile vile wanazuoni. Kuna waliofahamu hii hadithi ya iliyotajwa katika kisa cha Bashir kwamba ni makruh kama vile mtume kumwambia vua viatu, na kuna waliofahamu kwamba la, inajuzu kwa sababu mtume ameelezea kuwa watu kaburini watakuwa wamevaa viatu na maiti husikia mlio wa viatu. Kwa hivyo pakutokea Muislamu anaweza kuchanganya hii na hii. Ikiwa ataona kwamba katika makaburi barabara ipo safi, njia ni nzuri, inaruhusu Muislamu kuweza kutembea bila ya viatu, anaweza kuvaa viatu vyake ili aweze kuingia katika kutekeleza hii ambayo mtume alayhi salatu wasalam ameitaja katika kisa cha Bashir. Na walakin ikionekana kwamba mathalan njia ya iliyokuwa makaburini mathalan kuna jua kali, mchanga umeshika moto, au sio mchanga, pengine labda ni barabara au lami imeshika moto, au ni njia ambayo mahfuf bi baadhi al-makhatir, njia haipo sawa kukanyagia kwa miguu chuma, basi anaweza Muislamu kuchukua ile hadithi nyingine ya jawaz, akaweza Muislamu kuchanganya baina ya hii na hii. Naam, wal amru fi dhalika wasi' insha Allah taala. Naam.